ukisikia saa moja saa mbili mama mkwe anamuita mke wa mwanawe, anaita mkamwana, mke wa mwanawe anamuita, haya nenda gengeni sokoni, kanunue mchele, sikanunue kitu gani, kampe hoho. Anaona kama mbona sielewi fulani ndio nyumba yangu hii. Kama mama anajimudu kwa kweli, apike mwenye na mumewe. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika, hatojua la kufanya. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi unachokipenda, kipindi cha Mafahim Podcast, kipindi ambacho kinawajieni katika mitandao yetu ya kijamii, vile vile hata katika runinga yetu ya Africa TV, ambapo lengo la kipindi hiki ni kuelezea ufahamu wa kina zaidi kwa mambo ambayo yanatugusa sisi kama Waislamu, na mambo haya tunaeleza kwa lugha nyepesi ambayo mtu yote wa rika yote akitaka kulizungumzia basi inakuwa ni rahisi kabisa kuelewa. Na leo katika halaka mpya kabisa ya siku ya leo tunazungumzia jambo ambalo linatugusa kabisa. Leo tunazungumzia jambo lilopo karibu na nyoyo zetu, jambo ambalo limezungumzwa kabla, lakini bado tuna uhitaji wa kulizungumza jambo hili kwa sababu linaathiri hasa upande wa vijana. Leo tutazungumzia kuhusu haki za wazazi. Haki za wazazi, je, unazifahamu haki za wazazi? Na je, kwa kipindi hiki ambacho tupo sasa hivi, je, hizi haki zinabadilika ama zimebaki kama zilivyo? Atakaelezea mambo haya yote katika podcast hii si mwingine bali ni Sheikh wetu, Sheikh Taha Bana. Sheikh, karibu sana, nikupatie nafasi wasalimie watazamaji wetu kwanza. Shukran, asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watazamaji wetu wa Mafahim Podcast, karibuni tena, na nafurahi kuona tumepata fursa nyingine ya kuweza kuwa pamoja. Shukran sana Sheikh, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kwa niaba ya watazamaji. Sheikh, tunazungumzia haki za wazazi wawili ama wazee wawili. Hili swala la haki la wazee wawili ni jambo ambalo kutoka enzi hizo watu wanazungumza, lakini bado tumeweza kuona hata kwenye khutba mpaka sasa bado watu wanazungumzia swala hili la haki za wazee wawili na nini. Je, kuna umuhimu kweli wa kulizungumzia hili swala la haki za wazee wawili? Shukran mtangazaji wetu na muongoza kipindi. Ukweli ni kwamba haki za wazazi wawili, au kama tunavyozoea wazee wawili, ni haki, tunaweza kusema ni haki mama kabisa kwa mwanadamu, ukiacha ile haki ya kumtumikia Mwenyezi Mungu bila ya kumshirikisha. Tunakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu aya kadhaa, ikiwemo hii ambayo nitaiwasilisha mbele yenu, baada ya Mwenyezi Mungu kutaka aabudiwe yeye peke yake, yani msingi wa tauhidi. Tunaposema tauhidi ni ile kumpwekesha Mwenyezi Mungu peke yake katika ibada, katika sifa zake zote, katika kuumba kwake na kila kitu. Sasa utakuta aya hii tutakayoisoma imeonesha ukilipa namba moja jambo la tauhidi ya Mwenyezi Mungu, kinachofuatia namba mbili ni jambo linalohusu wazazi wawili. Toe mfano, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, kama ulivyopenda kutumia na nimependa uslubi huo kwa lugha rahisi kabisa. Ndio. Wa qadha rabbuka, amehukumu Mola wako, ni judgment. Hakuna hasa kufikiria labda kuna rufaa, hakuna cha rufaa, labda kuna kuapili, hakuna kuapili. Allah ameshahukumu, na ndio hiyo imekushapita. Amehukumu nini Mola wako? Wa qadha rabbuka, na amehukumu Mola wako kwamba alla ta'budu illa iyyahu, msimwabudu yeyote asiyekuwa yeye peke yake. Ukishaihakiki jambo hili, ukishafikia ukubwa wa kumpwekesha Mwenyezi Mungu,
jambo lililofuata hapo namba 2, wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili pia, na inaunganisha kule, inaatfia kule, wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu wakadha rabbuka aidan ihsan an tabarru biwalidayni au an taf'alu bilwalidaini ihsana au an taqumu bilwalidaini ihsana, wazazi wawili wafanyiwe wema. Hili neno la wema kabla hatujalifikia, ambalo ni haki kuu kwa wazazi wawili, tuangalie tunaposema wazazi wawili tunamaanisha nini? Tayeb. Ambapo kwa Kiarabu hapa unakuta walidaini. Ndio mfumo wa Kiarabu kuna umoja kwa maana mufrad, na kuna uwili kwa maana muthanna, na kuna jamu 3 kwenda mbele. Alafu kwenye jamu nazo na mgawanyiko wake, kuna jamu aljumui, kuna jamu qilla, jamu kathara. Tusingependa watazamaji wetu wa kawaida kuwayumbisha kwenye hili, lakini wajue kuna vitu kama hivyo. Sasa hii walidaini ni uwili wa nini? Kwa sababu walidaini mradi wake walidatun na walid. Okay. Sasa tunaposema walidaini kama wanavyosema wataalamu wetu, hii imetumika mimbabi ataghlibi. Kama vile walid na walid tunapata walidani, na katika hali ya jari walidaini, au katika hali ya nasbu na mfano wake. Kwa hivyo ni uwili wa walid na walida. Sawa sawa. Na maksudi yake hapa baba mzazi na mama mzazi. Hawa kwa wanadamu wana haki za juu kabisa. Katika maeneo machache tunakuta kipaumbele cha hawa kinaweza kikawa nyuma kidogo mbele ya haki ambazo Allah mwenyewe kaziainisha, kama vile haki ya Allah mwenyewe, haki ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusoma ile aya anasema, waambie hao kama ikiwa hao baba zenu au kadha kadha au kadha ni bora zaidi kuliko Allah na mtume wake. Utaona inatakiwa kwa Muislamu hizi haki za Allah zitangulie kuliko haki zote nyingine. Sasa tukirudi kwenye msingi wa swali, hawa wazazi wawili wana haki za ziada kuliko unaofikiria. Haki hizi zipo kwa mujibu wa sheria. Moja ya haki ni kutiiwa. Moja ya haki ni kutiiwa, maadamu hiyo taa iko sawasawa, haigongani na sheria za Allah tabaraka wa taala. Sheikh, kabla haujaingia kwenye masala ya kutii, sababu hapo tutakuwa tumeingia ndani zaidi, kuna mustalaha ambao unawatatiza watu, utofauti baina ya wema na haki katika hasa katika masala haya ya wazazi wawili. Je, tukisema haki na tukisema yani birri, sijui yani ukweli ulivyo, hivi vitu kwa wazazi vyote vinatakiwa vifanyike. Kuna vitu ni haki na kuna vitu ni wema. Msingi wa haki na wema pamoja na mwingiliano, lakini kitu kikishakuwa ni haki, na hii ichukuliwe kwa ujumla, sio tu kwa wazazi. Hata nikisema haki za mke, basi pia kuna na mambo ya wema. Haki za muume, kuna na mambo ndani yake, kuna na wema. Haki kwa wazazi wawili au haki ni kile ambacho kama asipokitekeleza mdai wa haki, huyu ambaye ni haki yake ana haki kisheria hata kushtaki kwenye mamlaka. Okay. Anaweza baba akaenda kwa kadhi akasema, nimekuja kushtaki mwanangu, kuna haki kadha na kadha na kadha. Sasa mtu anaweza akatekeleza haki na akawa hajatekeleza ule wema wa kawaida. Kwa lugha nyingine, wema unatendwa juu ya haki. Yani huwezi kuwa mtu unanyongesha haki yake, lakini ukasema mimi haki zake sitaki namfanyia wema. Itakuwa kama mfanya kazi kuwa anatega kutimiza siku, anavizia overtime. Overtime siku ikamilike, alafu ndo inakuja ile overtime. Sio mtu mtegaji kazini, hafiki kwa wakati, hashiriki, lakini kweli mimi mmeniacha tu kunifikiria Mei Mosi hii, mimi kweli siku zile za kazi, lakini overtime kila zikinani hii tunajiandikisha na nafanya.
haitakuwa na maana sana. Haki kwa kweli ni vitu ambavyo msingi wa awali kwa mujibu wa Allah tabaraka wa taala, hizo mtoto anadaiwa atekeleze. Kama sisi katika upande wa ibada tunatolea mfano upande wa Mwenyezi Mungu, kama ulivyoona fardhi na sunna. Ndio. Sasa upande wa fardhi tunachukulia kwa wazee kama vile ndio ile haki ya msingi, na yako mambo kadhaa. Sawa sawa. Mojawapo ndio anasema kwamba mzazi kama hana nguvu za kujituma na mtoto yuko katika hali ya kawaida, ni haki yake huyu mzazi kulishwa na mwanawe. Sawa, turudi kule kwa kwanza, tutakuja hapa kwenye kutii. Ulikuwa unazungumzia haki ya moja katika haki kubwa ni kumtii, yani mtoto. Na tukisema kutii manake ni kutokaidi kuzitekeleza hizi haki za mzazi. Kwa mfano, mzazi ana haki ya kumtuma mtoto wake amtimizie makadha. Bwana mdogo, leo nimeamka kadha, eneo langu la choo lile matatizo, fanya marekebisho. Leo nimeamka na tatizo kadha, nipeleke hospitali. Leo nimeamka sina chakula, na huyu mtoto anajiweza. Ni wajibu wake kutekeleza. Hizi ni haki ambazo zinachukuliwa za msingi, na wala sio fadhila kwamba analipa si neno kulipa fadhila. Isichukuliwe kuwa tunalipa fadhila au wametubeba, wametulea. Mzazi hawezi kulipika. Hawezi kabisa kulipika, kwa sababu yeye wakati anakufanyia yale ya unalipa. Kwa mfano, unaweza kufikiria nalipa kwa sababu yeye alinilea. Wakati anakulea ulikuwa msumbufu, hata ukijisaidia husemi, anashtukia tu umemwagia haja ndogo au haja kubwa. Wewe hivi sasa unavyosema namsaidia baba, hii kupeleka kilo ya sukari, ndio unaweka katika mazingira hayo. Pengine unatuma watu, jamani, unapita kwa mzee pale, mpelekee mzigo huu. Wewe uko huku umenyosha suruali yako na shati lako, yani huna usumbufu aina yote. Lakini yeye alikufanyia kipindi ambacho wewe huwezi kujihami kwa lolote. Ukiumwa afikirie yeye, huyu huenda kwa hivi, labda anaumwa, ana kitu kadhaa. Unajisaidia, humwambii wala humshauri, unamchafua wakati wote. Inawezekana yuko eneo pengine hata kama kakubeba kwa msikitini, wala hujui anaswali wala nini, wewe unatoa haja ndogo tu pale pale. Sasa vituko hivi huwezi kufananisha na wewe uko hapa mchezoni, pengine leo hutaki kwenda kwake, unaangalia mpira, unamtuma mtoto tumpelekee sukari, mpelekee chumvi. Halipiki mzee. Yeye alikufanyia hayo aliyokufanyia, ambayo wewe unadhani unalipa, alikufanyia katika mazingira sumbufu mno, Shekhe. Lakini kuna baadhi ya watu wazazi wao Allah amewajalia na umri mrefu, sawa, na wao wakafika hali kama hii, yani mzee akawa hajiezi, anajisaidia hivi hivi. Je, ukiwa mimi kama mwana nikamsaidia mamangu ama babangu kwenye hali hile, itakuwa nimehesabika kwa nishafikia kwenye? Bado kabisa, kwa sababu naye pia usumbufu ule na upata mimi. Yani mama ni mzee sana, anajisaidia pale alipo, mimi ndo naifanya yote haya. Kwa hivyo ikifika hivyo, je, mimi na mimi nikamsaidia kama yeye alivyonisaidia mimi wakati nilipokuwa sijiwezi, nitakuwa nimemlipa ngoma draw? Tunasema haiwezekani, kwa sababu kuna vitu vingine wanasema watu wa pwani, mwanahalongwa, havisemwi. Moja ya usumbufu aliosumbuka mama uliishi tumboni mwake, na ukawa unakuwa kidogo kidogo anasumbuka. Leo ukatapika, leo ukausikia kichefuchefu, leo ukaumwa kichwa. Hivi hili unaweza kufanya nini likafanana na hili? Haiwezekani. Iko siku baba pengine anahitaji kupanda kitanda kikubwa, mama anagoma kwa kufikiria tu labda huenda hili jambo litaleta athari mbaya kwa mwanangu. Wewe unafanya kitu gani ili kilipie eneo kama hili? Huna. Ndio maana nasema haiwezekani. Ni wajibu wako kutimiza hayo, na si vibaya ukafikiria kwamba mimi nafanya wema sababu mzazi wangu amenitabikia sana, mzazi wangu amenifanyia hivi na hivi. Yani hiyo ikusaidie tu kujua kwamba alipata tabu na wewe uwajibike, lakini sio kwamba tunalipana paso kwa paso. Hiyo haiwezekani, na hatuwezi kufika daraja, haitawezekana hata kama tunataka. Ingawa wakati mwingine utakuta Qur'ani inataka tumhurumie mtu, amhurumie mzazi wake, akumbukie hata kama yeye amekuwa sugu, pengine haoni, lakini yako maeneo tunakumbushwa
ili tuone. Fikiria hapo, ndio utakuta kama vile tunaambiwa hata tuwahurumie na tuwaombee Mwenyezi Mungu, hata kama watatangulia mbele za haki, tukaambiwa waqul rabbi irhamhuma, Mwenyezi Mungu nakuomba uwarehemu wazazi wangu, uwahurumie. Ikasema nini hapa? Kama rabbayani saghira, kama vile walivyolea wametaabika hawa, ya Rabbi, na mimi naomba uwahurumie wazazi wangu. Lakini bado ninachosema kwamba hatuna namna ya kulipa, ila ni wajibu wetu. Kama mtu hataki kufikiria kulikoni, ndio utakuta anakumbushwa mara chache, kumbuka alikulea, ulikuwa mdogo we mdogo, huna shughuli, we ni kusukuma miguu na kujisaidia haja ndogo, anakubadili nepi au pempas. Lakini kipindi unafanya hiyo, pengine unamkwaza hendi harusini, unamkwaza hendi mpirani, unamkwaza havai nguo akawa maridadi na nguo anazo. Kinachomkwaza ni wewe, vituko vyako vya kutokujitambua. Lakini wewe unayomfanyia mzazi wako yote unafanya kwa kujitambua, bali unachagua leo siende, leo kuna mpira, leo sitoke, nitamtuma bwana mdogo aende kijijini ampelekee mzazi wangu kitu kadha kadha. Wakati mama au baba alikuwa hana kuchagua, ametaka akusimamie, hakutaka akusimamie, analazimika kuvunja programu yake na ratiba yake kwa ajili yako. Kwa hivyo kulinganisha tunaweza kuyafanya hata kama watafikia hali hiyo, na Qur'ani imesema fa imma yablughanna, ikiwa watafikia ilkibar, mbele yako wamefikia ukubwa wa umri, wote wawili vikongwe, hawajiwezi, au mmoja wao, wewe ujue kwamba huo ni wajibu wako. Hutakiwi hata kudhihirisha kuwa unakerwa. Kweli anaweza kujisaidia pale, haja kubwa ni uchafu, huwezi ukachangamkia, lakini jidhibiti, hata asijue kama umekerwa. Hata kama ana kauli, mwanangu nimeradhi baba, ambaye mzazi wangu, mbona huko nyuma hukufanya mambo kama haya, najua unauma, mapole pole sana. Yani unaficha hata ile kero yako, kudhihirisha kero ile, kuwa na wewe baba, usingesema toka mwanzo bwana, umeacha mpaka anakutoka namna hii bwana, mambo gani haya bwana, unanitafuta. Usifikie hatua hiyo. Kuonesha umekerwa peke yake ni kosa, kutokana na ukubwa wa haki walizonazo. Kwa hivyo hatuwezi kuwalipa, na wala mazingira aliyotuandalia Mwenyezi Mungu hatuwezeshi, lakini ni wajibu wetu, zile ni haki zao. Okay. Kuangalia, bali uangalizi umeenda mbali mno. Hata kama itabainika huyu mtu mzima baba kwa sasa hivi hana shughuli ya kujikimu, anategemea kula hata kwangu, lakini pamoja na utu uzima Mungu kamjalia viungo vyake vyote vina afya nzuri, akajikuta kwamba hata wakipita watoto kwenda shule, wakimwamkia hebu sogeeni hapa kwanza, hebu njoni, ukibaini huyu baba bado kule Mashariki ya Kati kuna matatizo, basi umtafutie namna ya kumaliza shida yake. Hata mke umwolee. Ukiona kwamba baba atafikia mahali hawa watoto siku akiingia mkononi mwake hapa hawatoki, yani ni wajibu wako, na yeye ni haki yake kupata huduma hiyo kwako. Kama itabainika bado kweli kafikia 90 au 80 lakini bado anajieza, bado wenyewe kiasi kwamba hata hawa watoto wanaopita kwenda shule hapa njiani, ndio njia wanamsalimia, wako hatarini pia. Sasa usimgoje akafikia huko. Ndio. Kwa hivyo inakuwa ni haki yake sisi kuhakikisha kuwa tunamtafutia kama mwenzake hayo. Maana mkasa kula nimekula na huku je. Sheikh, mara nyingi wanasema sasa, mzee wewe ushaoa huko nyuma, umemali, pengine ulikuwa na wake hata 2 watatu, sasa hivi ushazeeka, basi yani subiri. Sasa ingekuwa basi angesema huyu, sio wewe. Ingekuwa basi huyo ndo angesema basi. Hiyo basi usiseme wewe mwanangu, huyo baba yako mkubwa angesema yeye. Unamtana muonesha sasa, huyo baba yako mkubwa ndo angesema basi. Vile kwa mama pia. Hata kwa mama ikibaini mama mkware, ana ukware, manake shekhe, usione hivi kama watu ambapo wanaishiwa mapema. Lakini kuna watu wengine inawezekana mama huyu mtu mzima, unaona wazi kwa hivi alivyo bi mkubwa huyu. Wewe unaona bi mkubwa huyu anaita hata watoto hapa wavulana, anawapa hapa visenti, anaweza kaadhirika bi mkubwa huyu. Kama kweli itabainika hivyo, na ukaona kuna mtu mzima pale, si vibaya baba, si unajua mama yuko pale, mtu baba, kwa nini usimuoe mtu mzima mwenzio yule ukaishi naye? Amentawa siwezi.
anajimudu mama, chakula ni si tatizo. Kama itabainika kwamba anaweza akafikia kuadhirika, kuumbuka, kwa kweli itakuwa ni haki na wajibu umsitiri. Tafute baba yako wa kambo amuoe ili asiumbuke. La ukiona ni utani na maskhara tu, usifukue makaburi. Yani usimtafutie matatizo. Mama unasemaje? Mimi hata akiwa mtu mdogo niko tayari kumwita baba. Lakini ukiona kuna viashiria wa huyu bi mkubwa, vitoto vinavyopita hapa vivulana kwenda shule, mara kaviitaita, mara kavitania mchumba wangu, mara kavishikashika hapa, mara hivi, huyu bi mkubwa niko wewe, mkubwa mimi ndio nilokuzaa, mimi sina ukubwa kitu. Unahisi hasa kwamba kunaweza kutokea shari. Kwa kweli ni sehemu ya kumsitiri huyu mzazi. Kama unaona kuna watu wazima wenye adabu zao, waweza wakamuoa akapata stara hiyo ambayo kama hakuipata itamuumbua. Tunashukuru tu kwamba ni wazee wachache duniani wenye hali kama hiyo. Akasema hata kama ingetokea kungekuwa na ulazima, ikiwa lazima kumpatia huduma za kawaida, chakula cha kawaida na nini na nini, na hiyo ni sehemu ya huduma, inaweza kuharibu hata ardhi yake. Sawa. Babu wewe uko wewe njoni nani hapa niangalizie hapa, nimesikia sijimjusi kuna kidudu gani, hebu niangalizie. Anafika yule ameshamtia mkononi, utoke hapa leo bibi, hata utaweza. Sasa kufikia hatua hiyo ni izara. Sasa kama mtoto anaona hizo zipo viashiria vya hayo yapo, kwa kweli ni wajibu wake kuhakikisha havitokei. Sawa Sheikh. Tuje katika haki nyingine. Tumezungumzia masala ya kumtii. Hii haki Sheikh, jambo ambalo yani mara nyingi mimi wanasema jambo ambalo limewekwa kwa utapata pepo moja kwa moja, linakuwa unaweza kiuhalisia ukaliona ni rahisi, lakini na tabu. Na tabu zake zinakuja vipi? Na vijana watakuwa wanashuhudia katika hilo. Kuna wakati wazee wanakuwa ni wazito kwenye kudili nao, kwenye kuwapatia haki zao. Kila unavyofanya inaweza ikawa mzazi mwenyewe hulka yake tu yani ni mkaidi, yani hatosheki, hataki afanye nini. Tunadili vipi huyu kuhakikisha ukiwa mtu ana mzazi wa aina hii? Kwa sababu wewe kama kijana unajijua hali yako ulivyo. Yani kwa mfano bana, mimi chakula nitakuwa nakupa kila, hapana, usipoleta hapa samaki mimi siridhiki. Kwa mfano, mzee, mimi samaki kila siku siwezi, lakini labda mara moja kwa wiki nitajitahidi. Mimi nataka samaki kila siku. Mimi si ndo nimekuzaa wewe? Vitu kama hivyo. Kuna wazazi tunasema ni wazito, yani na ni wengi ambao ni wazito kwenye upande wa kudili nao. Sheikh, utadili vipi na mzazi wa aina hii ili upate ile ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa kweli alhamdulillah, Qur'ani haikubakisha. Ilipotaja imma yablughanna indaka alkibari ahaduhuma au kilahuma, Allah ametaja kibar, umri wa ukubwa, sababu ndio umri unazaa matukio kama hayo ya usumbufu, matukio ya kuwa mzazi mkware. Sasa unatakiwa ni kuangalia huyu ni kweli mtu mzima, lakini kwanza utu uzima, hata mfumo wa akili umetikiswa. Au ndio kama ulivyosema hivi, ana hulka toka ujana wake yuko hivyo. Hata kwa mkewe alikuwa hivyo, pengine ye mwenyewe kwa sentano, lakini akirudi akikuta mboga tu za majani anapiga kelele, wakati anajua wazi kwamba kama samaki angeleta yeye. Sasa inategemea, ukimjua kwamba ana huluka shabihi ya kuwa ni ugonjwa, hagangiki, bado huruhusiwi kupanic ukashauti mbele yake. Sasa mimi naokota hela, mimi natangaza hela kabisa, na mimi na mti unaozaa matunda ya hela. Watakiwa uwe na busara. Baba, nimesikia mzee wangu, inshallah taala, kwa kweli mpaka natoka sina kitu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu akituletea riziki, baba, ni haki yako. Yani ujaribu kumwelewesha kabisa. Ushushe, ndio ile janaha dhulli, pesa zako mwenyewe Sheikh. Naam, janaha dhulli tumeambiwa kabisa, wakhfidh lahuma janaha dhulli. Janaha ni mbawa. Mtu hana mbawa, lakini mtu akifanya ukware hivi kama vile mbawa, na hata ndege ukimwona ameshusha hivi mbawa zake, basi ameonyesha upole. Kama mnyama upande wa mkia, mnyama akiwa hasira, mkia na usimamisha kama nondo ule,
unakuwa mgumu. Akiushusha ule wanaita kufyata. Ndio maana fulani amefyata mkia leo, maanake kwamba ule ubabe wake umeshuka. Sasa janaha dhul ni kwamba unazungumza naye kwa lugha, baba, nimesikia mzee wangu, lakini hivi natoka naenda hivyo kuhangaika kwenye mishemishe zangu huko, dua yako baba kwa wingi, samaki ni haki yako, mie ningekuwa naliwa ni haki yako, kwa hiyo uniombe Mungu. Umerudi naye atamuona, hukurudi naye utambeba, mtihani umetokea, sikufanikiwa, dua yako imekubaliwa, lakini ndicho kipata ni hichi, na kuomba mzee wangu ustahamili, ukitumie inshallah atapatikana samaki. Sasa kama yeye pamoja na yote bado yuko pale pale, huo ukali wake haukunyimi radhi ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hii kumtii mzazi na kumpa haki zake ni moja ya ibada, na ibada msingi wake mkubwa, la yukallifu llahu nafsan illa usaha. Maadamu wewe umejitahidi kujishusha mbele ya mzazi wako kwa kadiri inavyotakiwa, ila yeye tu pengine ana tabia mbaya, khuluqa mbaya, akili zake haziko sawa, hakubali chochote. Sasa wewe hapo Allah tabaraka wa taala atakusamehe kwamba ulichokifanya ndicho kilichokuwa ndani ya uwezo wako. Sawa sawa Sheikh. Kwa hivyo tumetaja haki takriban 2. Tumetaja kuwatii wazazi ambao ndio tunataka tuizungumzie sasa hivi. Umesema ya pili ni kuwahudumia pale wanavyotakana. Sawa sawa. Kuna haki nyingine Sheikh kabla? Haki ziko nyingi sana. Tunaposema si kuwatii ni neno la jumla, lakini hata hii kuwahurumia, sio kuwahudumia, na kuwahurumia pia nayo ni haki. Ni haki. Unaweza ukawa unamletea kila kitu, lakini unaona kama vile kama unavyompa mbwa wako na ng'ombe wako asifi tu. Shida gani bwana wetu bwana? Mambo haya Ulaya hakuna mambo kama haya bwana. Kwa Ulaya saizi ashapigwa umeme, huyu saizi shapumzika mimi. Isi huruma sasa, yani unafanya vile denda linamtoka, siji unatoa nguo vile ashaendesha hiyo ishachafuka uchafu, lakini ya Rabbi subhanallah, baba huyu zamani ilikuwa hawezi hata kwenda msalani. Kama hapa wako watu wanasikia maji yale anaojisafisha, leo mzee wangu amefikia, subhana ya Rabbi, Mwenyezi Mungu mstiri mzazi wangu. Ile kuwahurumia pia ni haki yao ya msingi. Huruma sio tu unawapa chakula kama unavyompa kuku wako, na huruma hasa kuona leo baba hategemea mimi hata kumlisha, baba hategemea hata mimi kumsafisha akijisaidia, baba hategemea mimi hata kumnawisha, na subhana ya Rabbi, Mwenyezi Mungu mstiri mzazi wangu, Mwenyezi Mungu nipe ujasiri na huruma. Yani hivi vitu kwa kweli ni vya msingi, sio unafanya tu kama vile kama roboti umetumwa hivi mpaka akizima amezima, akiwasha amewasha. Hapana, na huruma, swala la kuwahurumia, kuona hali waliofikia. Ile maskini watu walikuwa na heshima zao, mtu anafua mwenyewe, ananyosha pasi mwenyewe, anafanya kila leo baba anategemea mimi, apiga kelele kuashiria kwamba ashajisaidia, tena kajisaidia ovyo ovyo kabisa. Kila unakuta uchafu ule umesambaa hata sehemu usiotarajiwa. Sasa kwa kweli kuhurumiwa ni moja haki zao kubwa za msingi. Huruma hasa, na sio usanii. Sio usanii. Ukiona watu ndo unahurumia. Kwa huruma kabisa, pale bana mimi naondoka. Vipi bana mzazi bana, naona nilimsafisha kidogo nikatoka, nafikiri kwa tabia inawezekana muda huu anahitaji msaada wangu, acha niende. Hapana, ngoja niende, kama nikikuta alhamdulillah kuna shida nitarudi. Unaenda unamkagua hivi. Na haya yanapofanyika vizuri kwa ajili ya kutaka radhi Mwenyezi Mungu, kwa kweli silka tabia za huyu mtu anayefanya haya kwa wazazi wake zitaonesha athari zake duniani kabla ya akhera. Athari zake zinaonekana hapa duniani kabla ya akhera. Zitaonekana. Kivipi Sheikh? Hakuna kitu muhimu, ingawaji kitu chenye hakikamatiki, kuliko radhi, kuliko baraka. Mtu anapata ridhaa ya wazazi wake, ridhaa kwa kutenda ambalo Allah analiridhia, basi na radhi ya Allah pia iko humo humo. Radhi ya Allah imo humo humo katika radhi ya wazazi wawili. Sasa na mtu akipata radhi za wazazi wake, ambapo na radhi ya Mungu anapata, baraka za Mungu zinamshukia bwana. Na tuna ushahidi wa kuona na ushuhuda wa tuliouishi na watu walioishi vizuri na wazazi wao kwa upendo na taa na huruma.
Baadaye Sheikh utatusimulia kisa chochote kuhusiana na hili, lakini kuna jambo lingine kwenye upande wa kuwatii wazazi, na hili ni jambo ambalo linawasumbua sana vijana Sheikh sasa hivi, sana tena sana, wote wa kike na wa kiume, katika upande wa kuchaguliwa mwenza wakati wa ndoa. Yani zamani ilikuwa kuni ada na ilikuwa kuni desturi kawaida, yani mtu akishataka kuoa tena anamfuata kabisa babake ni mamake, mama mimi nataka kuoa, nitafutie binti mzuri, anatafutiwa, ndoa inafanyika, inakwenda. Siku hizi mambo yamebadilika Sheikh, watu wanasoma pamoja mavioni, shuleni, kwenye daladala watu wanaonana, yani kumpata mitandaoni, kumpata mwenza imekuwa ni jambo la rahisi sana. Unakuta pengine mzazi naye pia kwenye akili yake anasema bana, mimi mwanangu huyo naona binti fulani anamfaa, kwa mfano sasa, ama mwanangu huyu ni kijana wa fulani naona anamfaa zaidi, hapa tutakuwa tumeunganisha udugu, tumeukaribu, na pia namuona kwa hulka zake, ana vigezo vyake ambavyo mzazi ameviangalia. Na sio hivyo tu, wewe unaweza ukamleta mtu nyumbani, mzazi kwa kumuona tu yeye, kwa vile wewe umedanganyika ama umependa, huoni vile ambavyo mzazi anaviona kwa mtu, au kijana, mimi hapana, huyo hakufai mwanangu, mpaka unichagulie wewe. Imekuwa kesi mpaka nadhani Sheikh mshafatwa kwa bana, mimi nataka kuoa mzazi wangu, hata imekuwa watu wanakimbilia kwa mashekh, mimi nampenda huyu binti, mzazi wangu amtaki. Swala la kuchaguliwa mwenza, mume au mke, na wazazi wawili, ama kutoridhika na aliyekuja, ima ni mume kaja kubisha hodi aambiwa hapana hatukutaki, ama mke naye yani mume asema namtaka binti fulani, wazazi wasema hapana. Swala hili vijana mpaka wamekuwa wamechanganyikiwa, sijui nitafute radhi, nikienda kinyume na mzazi nitakosa radhi, acha mimi nioe ninayemtaka mimi, niachane na hawa. Hili swala Sheikh liko vipi? Yani kwa kweli hili tunaweza kusema ni moja katika magonjwa ya kijamii, na ni moja katika dosari za kimalezi. Kwanza, mtoto aliyelelewa vizuri, awe ni msichana mvulana, aliyolelewa vizuri na akaleleka, narudia, aliyolelewa vizuri na akaleleka. Anaweza mtu akalelewa lakini asileleke. Sasa Ndio utakuta sawa, manake ni darasa. Aweza mtu akaingia darasani akamaliza kutoka form 1 mpaka 4, pengine hesabu za kawaida zikamshinda. Sio hakusomeshwa, wale wenzake waliopata division 1, 2 na 3, darasa ndio hilo na walimu ndio hao, yeye hakufunzika. Jitihada zimefanyika, hazikuwa. Sasa mtoto aliyelelewa vizuri na akaleleka, awe msichana awe mvulana, haitatokea achaguliwe mchumba kwa maana mke, achaguliwe mchumba kwa maana muume, alafu akatae. Haitawezekana. Ni athari za kitarbia. Kwa sababu gani? Wazazi waliokuwa katika maadili, siku zote moja ya ulezi wao ni kuona hatua mbalimbali za mtoto wao wanasimamia. Mtoto mwanamume atapata khitani na hivi na hivi, sasa inshallah Mwenyezi Mungu nipe umri, sina raha mpaka mtoto wangu huu nimpatie elimu angalau kiwango kadhaa, atapambana, itapatikana. Sasa ya Rabbi, alhamdulillah, bado jambo moja, huyu sasa nimpatie mke, au huyu nimpatie mume. Atahangaika, atatafuta, hapana, yule hatufai, yule atasumbua. Kwa hiyo mpaka anasema huyu, maana yake ameona vigezo vitakavyomfanya mtoto wangu huyu mwanamume aenjoy katika maisha ya ndoa vimekamilika kwa binti yule. Au mvulana yule akiwa ndio muume wa binti yangu ataenjoy maisha ya ndoa. Ndio anajitokeza sasa kufuata prosesi za kutaka liwe hilo jambo. Sasa na mtoto alioleleka vizuri anakuwa kwanza na hilo, kuona wakati wote hana tuhuma dhidi ya wazazi wake, kuona hawa labda wananitosa, wananipeleka pabaya. Na ndio maana ilikuwa hata huko nyuma tuliona kaka zetu wanawaona mabinti wanawapenda, lakini ataishia kuona na kupenda, imezidi atamwambia aidha kaka yake mkubwa,
kaka nifanyie maarifa, mbe baba mimi binti yule ndio nataka awe mke wangu. Yani hiyo application itapitia huko sio juu kwa juu, sitapakia juu kwa juu, hata kituoni hatufiki, unapakia juu kwa juu. Ukiona askari wa usalama barabarani hakuoni vizuri, sasa matokeo yake unajikuta umepakia jambazi, umepakia khabithi fulani. Na ndio maana tumeona asilimia kubwa ndoa za aina hiyo zimekuwa ni shida. Juzi kati hii nimewahi kuona katika moja familia, kama utakuwa na fuatilia hichi kipindi wataona ni sieni ni hao. Kijana alioa kwa mtandao tu. Kamuona mtandaoni, kapenda. Hivi ninavyokuambia hiyo ndoa ishakufa. Muda mfupi binti alifikia mahala anajipiga picha mwenyewe za amevaa kisidiria na kichupi anazituma mtandaoni. Subhanallah. Naam. Na itoshe tuliona pia katika mitandao kuna bibi mkubwa mmoja kijana alimuona mtandaoni. Hii tukio tumeliona mitandaoni, limetembea sana, ni kama mifano hai. Kijana kamuona yule, kumbe pengine picha aliyotumiwa ya miaka 18 au 20 anafika hapa anaona kama bibi yake mzaa mama au mzaa baba. Muulize yuko wapi nilikuwa toka ambia hata stoki mimi ndio wewe. Mbona uko hivyo? Asema wewe mwenyewe uliniita mwenyewe bwana. Yani hivi ni visa. Lakini turudi kwenye uhalisia. Je, mzazi ana haki ya kumchagulia? Naam, kama uchaguzi wa mzazi haukuwa na kumkomoa binti yake au ibnu wake, bali ameona usalama wa kila namna uko kwa huyu na kwamba huyo anamtaka yeye, navyojua hafai kwa sababu ABCD. Kwa kweli mtoto anawajibika kutii amri ya wazazi wake, kumuoa huyu. Wala sema mapenzi yalazimishi mtu, hapana. Wako watu wanapenda hata mbwa. Subhanallah. Wako watu wanapenda hata wanyama. Hatuwezi kuendekeza kupenda tu. La msingi kwamba baba ana vigezo. Tuchukulie kwa mfano, mtoto kwanza hajui historia za watu. Inawezekana amemwona binti mtandaoni akampenda na akafikiria ndo anamfaa. Pengine binti huyo wazazi wanamjua kutoka A mpaka Z. Ubaya wake binti huyu si ndio siku moja aliokotwa kilabuni akawa amelewa anagawa ovyo unyumba kwa watu. Si ndio huyu kadha. Wewe pengine hujui, wao wanajua. Nani atakubali kijana wake aokoteze malaya awe ndio mkewe? Lazima akatae. Huyu kijana hajui yaliyojiri hayo. Wameyajua hawa kwa historia yao, au wanajua kabisa mama au baba wa binti walikuwa ni watu wanaoishi vilabuni, walevi, wala hatuna uhakika huyo mama akilewa anakuwa ni shamba la bibi kwa watu wote. Sasa watu kama wale si kuingia familia tuzae nao tujukuu nao, haitawezekana. Wanapokataa hawamkatalii mtoto wao kwamba asiwe na mwenza wake au mpenzi. Wanaona mpenzi wenyewe ana dosari. Na kama unavyosema, malaya hapendi mtu. Kila anayempata, hata kama anajiuza kutwa mara 5, kila anayempata anamwambia I love you. Kila mmoja. Hakuna hata mmoja atakamwambia wewe nataka hela tu. Inaishia kule kule. Hii ndio slogan ya kucheza huo mchezo wao. Sasa kwa hiyo kila atakaye hata kutwa kama anacheza mchezo ule na wahuni 20, kila mmoja atamwambia neno hilo wote. Sasa yule mwana mtandaoni atakwambia hivyo hivyo. Nakupenda kumbe. Kwa kweli kwa matakwa ya dini sisi tunasema kama ikibainika huyu mwenza aliyemchagua msichana huyu au huyu mwenza aliyemchagua mvulana huyu anazo dosari, yeye mzazi wake huyu kijana hazijui na mzazi anazijua, na kwa sababu hiyo wakakataa, ushauri na saha wa dini anasihiwa huyu kijana akubaliane na wazazi wake. Lakini kama itabainika pengine mzazi ndio aliopinda, mtoto pengine ana maadili mazuri katika jamii, kasoma, anaheshimu taaluma yake, kasoma vizuri, huyu pengine muuguzi, pengine huyu daktari, muhasibu, na baba hakukuwa maisha makuzi mazuri, ni mtu wa ulevi tu, ni mtu wa pombe, yeye na mkewe na kadha na kadha, wakakutana huko kilevini na wahuni wenzao, akaona mlevi yule ndo anafaa kuwa mke wa mwanangu au muume wa binti yangu, wakamwambia binti atakuoa yule.
na binti akakataa kuolewa na huyo mlevi, au kijana mwanamume akakataa kumwoa huyo mlevi, bali ataoa mtu mwenye maadili, katika sura kama hii, baba hapewi kibali cha kumlazimisha mtoto kuoa au kuolewa na mtu mwovu. Ana haki ya kukataa na dini haimlaumu. Je, atakataa kivipi? Kwa matusi? Hapana, atajaribu kujishusha, kumwambia kwa nini anakataa. Baba, mimi nakubali, ni haki yako kunichagulia, lakini huyu nichagulia ana haya na haya na haya na haya, nitakuwa sina mke kitu mimi, au ana haya na haya, nitakuwa sina mume kitu. Naomba mzazi wangu unikubalie, kuna fulani 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 fulani. Akishindwa kuwaambia au amewaambia lakini wamemwona, utatuambia nini we mtoto mdogo, huyu mtoto anashauriwa awatafute, kama katika orodha ya wazazi bado wapo wengine, kuna mababa wakubwa au wadogo, awasiliane na hawa ili wamsihi huyo ndugu yao akubali hichi ambacho wao wanakisema. Lakini kimsingi, kama mtoto ana malezi mazuri, tunatarajia kwamba atashirikiana na wazazi wake. Kama kweli huyo aliyemwona mtandaoni mzuri, basi ashirikiane na wazazi wake kukubaliana na huo uzuri aliyouona yeye. Lakini kama kuripuka tu hivi wakagundua baadaye umeingia pabaya, wana haki kama wazazi kukataa. Na kama utawazidi nguvu ukaona ngoja niende bomani huko shauri yao na kadha, sisi katika dini tutaona kwa kweli umekengeuka, na kama umekerwa na vitendo vyako, Mungu atawasikiliza kama wazazi, kwa sababu umewanyang'anya haki yao. Sawa sawa Sheikh. Tunaona pia kwenye Qur'an, yani neno la chini kabisa wanasema sasa hemu tueleze kwa nini hii ndio iwe ya chini, yani wakati kwanza hiyo ni nini maana yake mpaka yani imetejwa. Ni neno la Kiarabu, ukiangalia wasema ni kalimatu tafifi. Kalimatu tafifi ni kutumia neno lolote lile, iwe la Kiswahili, iwe la Kiarabu, iwe la Kiingereza, tamko linaloonyesha wewe umekerwa. Kwa mfano, we Taha, hebu kaniletee nenda sokoni kaniletee mchicha au kaniletee sukari. Sasa pengine una mama naye lolote lile, inawezekana isiwe ni tamko tunasema sisi la kuonesha kuwa umekerwa. Hata kusona, hiyo kusonya ndio mbaya zaidi. Subhanallah, hayo ndio mbaya zaidi. Kwa hiyo ni kutamka tamko lolote lile au ishara yoyote ya sauti inayoonyesha kwamba umekerwa kabisa na kile unachoambiwa na wazazi wawili. Hapo hujampandishia hata sauti. Na Qur'ani manhaji yake katika hili, kuna wakati inaweza kukataza kitu kikubwa kwa uslubi au staili ya kutaja kidogo. Nitoe mfano nje ya hili. Sawa. Qur'ani, moja ya vitu ilivyokataza kufuja mali za yatima. Ndio. Mtu kaondokewa na mhusika wake, akamrithi yatima, kumlea na kumsimamia kwenye mali yake, lakini tumeambiwa wala taakulu amwala alyatama, msile mali za mayatima. Ndio. Kula kwa binadamu ni moja katika mahitaji ya msingi sana, pengine hata kuliko kuvaa. Mimi nafikiri hata majani ya mgomba unaweza ukachukua yale ukajizingisha hivi na mtu akapita asione tupu, lakini kula ndio matumizi ya msingi. Sasa hata hivyo tunaambiwa msile mali za mayatima. Haina maana huyu achukue mali za mayatima akaongezee mke, au achukue mali ya yatima akanunue pikipiki atembelee afanye matanuzi. Akiulizwa wapi ilipokataza Qur'ani? Qur'ani imekataza kula bwana, imesema wala taakulu amwala alyatama. Qur'ani imetaka imjulishe mtu mwenye akili timamu, ikiwa hata kula pamoja na umuhimu wake bado unakatazwa. Sikwambii tena matumizi ya anasa, kubadili simu, nilikuwa na kiswaswadu sasa nataka niwe na tachi yenyewe ilikuwa Tecno, sasa si nataka Apple na mfano wake. Yani ndio utaratibu uko hivi. Hii na uslubi wa kuonesha madam hiki tu bado kimekatazwa. Turudi kwenye ishu ya wala taqul lahuma labda kuguna au kuonesha hukuridhika. Jambo lile likifanywa
halimweki kovu katika mwili, wala halimjeruhi akavimba katika mwili, wala halitiririshi damu. Utaliona kwa macho ya kawaida ni neno dogo kabisa, unaweza ukalisema na unaondoka, na yeye anaendelea na kazi zake, anaishia tu kuwa amepata kero. Sasa sikwambii kumtukana matusi ya nguoni, sikwambii kumpiga hata kidogo, sikwambii kumsukuma, sikwambii kumkashifu, sikwambii kufanya matendo ya kudhuru mwili wake. Haya ndio hayafai kabisa. Ikiwa hata hili ambalo linaonekana kama dogo na limekemewa, yani amekemea hili linaloonekana dogo, ili ujue kwamba hayo makubwa ndio hayafai kabisa. Sawa sawa. Sasa ikiwa ni hivyo shekhe, ikitokea mama amekukwaza, kwa sababu ni binadamu na hakuna aliyekamilika, mama baba wote, inaweza ikatokea wakati amekukwaza, na wewe kama binadamu pia kupatwa na hasira ni jambo ambalo lipo, kuudhika, kukerekwa, yani unaweza ukapandwa na hasira, jazba zikakupanda ukashindwa. Tunadili vipi na wakati yeye ndo mkosa ni mzazi, yani si kijana bali mkosa ni mzazi? Na hili lipo, wazazi wapo ambao inatokea anamkera mwanawe. Ikitokea kama hivi, mzazi wako amekukera, mzazi wako kazungumza maneno mabaya ambayo na wewe uko kwenye haki, ama wewe ndo ambaye tuseme ndo uko sawa katika tukio kama hilo, lakini mzazi kazungumza maneno makali kwa kutukana, wengine matusi makubwa wanatukana, si mwanangu huyo mtamwambia lolote. Mzazi, yani wakati mgogoro umetokea baina, na imetokea mpaka wakati watu mpaka hawasemezani, yani mzazi na mwana sikia yule sio mwanangu, ama yule sio babangu kuanzia leo, kitu kama hasira mpaka zinafikia kiasi hicho. Pakitokea mzozo baina ya mwana na wazazi wake, Uislamu unatuongoza vipi? Uislamu kwanza kwa ujumla wake unajua mwanadamu ana silka na tabia ya kughadhibika. Sawa Sheikh. Na kwa maana hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea dawa ya kukabiliana na ghadhab na kero. Mmoja yule sahaba radhiallahu anhu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka amuhusie, ampe wasia ambao akiushika utamfaa sana kudili na jamii. Alimwambia la taghdhab, faraddada miraran, ile bwana akarudia mara, mimi nihusie bwana. Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa anambia la taghdhab, kila alivyomrudia akamwambia la taghdhab. Nini maana la taghdhab? La taghdhab maana yake usifatishe inavyokutuma hiyo ghadhab. Sio la taghdhab ukitukana ufurahia unaelewa burudani kabisa, hapana, sio maana yake. Hii maana yake nini? Kwamba mwanadamu ana nafasi ya kughadhibika. Anaweza akaghadhibika hata mtoto dhidi ya mzazi wake, na anaweza, na ndio sana, akaghadhibika mzazi dhidi ya mwanawe. Sasa kwenye mfano wa swali lako, kweli kabisa mzazi kafanya jambo la dhahiri kwamba kakosa, kwa vigezo vya dini huyu amekosa. Je, unaamiliana naye vipi? Bado hu msingi wala taghdhab unachukua nafasi yake. Usifatishe ghadhabu kwa mama ndio unaona, kwa wewe ndio mama ndio umeona yeye ndio fimbo ya kunipiga mimi, kwani hata mimi ningewahi kuzaliwa nisingekuwa mama vile? Hapana. Unachotakiwa huu msingi wala taghdhab uwe ndio wako. Cha kufanya maadamu mzazi amepanda, jaribu wewe kujishusha, jaribu kujishusha mbele yake. Basi kama hivyo, kama mtafute babako, baba mwingine atoka wapi? Babangu ndio wewe. Nimefanya mazuri, wewe ndio babangu. Nimekosea, wewe ndio babangu, lakini mzazi wangu ulimfanya sivyo. Maanake ukitaka kujua kama ghadhab imefikia pabaya, wako wazazi sio tu wanawatukana watoto wao, wanajitukana. Mzazi akimwambia mtoto wake mbwa, we mbwa bin nani? Anawezaje yule mtoto wako akawa mbwa, we ukawa mtu? Anawezaje mtoto wako akawa nyani, we ukawa mtu? Lakini mzazi anafikia hapo kutukana, we kadha kadha. We ujue wazi kwamba huyu mzazi wangu yuko katika hali si ya kawaida. Ile huruma yako, hata kwa muona mzazi limefikia hatua hii, namhurumia babangu maskini, yuko hatua mbaya, ile haki ya kumhurumia ichukue nafasi yake maeneo kama haya. Na ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mwongozo katika eneo.
Neno la taghdhabu maana yake usifatishe inavyokuelekeza ghadhab, sio la taghdhabu ufurahia. Hapana, kwa sababu neno kughadhibika ni amru tabii, ni jambo la kitabia, jambo la kimaumbile, jambo linagusa nafsi. Jubilat lqulubu ala hubi man asana ilaiha, yani nyoyo zimewekewa tabia ya kupenda kila ambaye hizo inazitendea wema nafsi, wabughdhi man asaa ilaiha. Sasa kama hivyo ndivyo hata mzazi wake mtu akimfanyia mabaya na nini, na nafsi pia inayapokea hayo mabaya, inakerwa. Sasa hapo ndio fursa ya mtu kujidhibiti, ni fursa ya mtu kujihakikishia kwamba hatoki nje ya uzio akajibizana. Njia rahisi ni kujishusha kwa kumwomba radhi mzazi wake, basi mimi kama sio baba, hapana, we ni baba yangu na itabaki hivyo mpaka kiama. Kama inawezekana aingie hata chumbani kwake, atulie, ajifungie. Yule atapiga kelele, mzangu, mimi na mpuzi, na maana mimi mwenda wazimu, ndio maana mimi huwezi kuongea na mimi, ndio unaona mimi kisirani, hata utaki kuniangalia. Wewe tulia kimya chumbani kwako, tempa itashuka. Ikishashuka utamwendea, unamtizama nani? Si wewe baba, si umekimbia wewe, kama mtafuta baba mwingine. Baba anatafutwa namna hiyo bwana, usingeweko mayatima, kafa huyu, ungemtafuta mwingine. Wewe ndio baba yangu tu. Sasa ndio unasemaje? Ndio umeshikilia wewe uhuni wako, au utakubaliana na mimi? Baba wewe, kwani mimi nina ugomvi na wewe? Tatizo kule liko kadha 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 kadha. Kwa hiyo kule ima ni kuingia ndani au kukaa eneo lolote ambalo hataendelea mtoto kujibizana naye yule. Hata akimchokocha, ndio unaniona mjinga, utajibu mie bwana, kwani mimi najua kusema mengi, hata kwa sababu kipindi kile kwa kweli shetani rajim ana mchango wake. Kwa tunachosema namna gani ya kuamiliana na wazazi wakifia katika hatua hii ya kupanic, mtu ashahamaki, yuko katika hali ya juu. Kwa kweli wewe kijana, kwanza kama ulikuwa umesimama wima, kaa kitako, ujishushe, umwombe radhi mzazi wako. Sawa sawa Sheikh. Katika vitu ambavyo pia vinatusumbua sana hasa kwenye ndoa ni baina mama na mke, yani vijana wanapata tabu sana Sheikh, na sijui ni labda ni nature ya wanawake, lakini ugomvi mara nyingi ni nadra upate mume, yani mamake, yani baba na mkwe ama na mume wa binti yake wakawa na ugomvi, lakini mama na mke, yani ni visa vingi, kuna vitu vingi chungu nzima ambavyo vinatokea, kiasi ya kuwa mpaka tumekuwa tunauliza, je, inafaa Kiislamu wazazi wako wakaishi pamoja na wewe na mke wako kwa sababu ya hili la mama mzazi na mke? Yani inafika wakati inakuwa pamba na moto, yani inakuwa ni ngumu sana kudili nao. Yani alhamdulillah, Mwenyezi Mungu upande wa baba ni nadra ikitokea hivi, lakini siseme haitokei kabisa, lakini ni nadra kwa sababu wanaume mara nyingi wanamaliza haraka. Mama na mke wako, mpaka kiasi ya kuwa unashindwa mimi nichague gani, nimchague huyu nimchague huyu. Ishu kama hii ikitokea, yani iwe mama labda hampendi mke wako kwa mfano, sasa yani unadili nayo vipi? Yani hapa kijana tunafaa tumweke wazi fanyaje, kwa sababu mpaka imefikia tunauliza, tunaweza tukaishi nao pamoja wote kwa sababu ya ugomvi ambao upo na umekithiri sana? Kwanza niseme ni kweli hiyo asilimia uliiona hiyo, kwamba asilimia kubwa ni chokochoko ni kwa kina mama, ila ukiona hivyo basi unapata kiashiria kwa nini kina mama sana na sio sana kina baba. Kuna baadhi ya makosa wanakosea hawa waoaji wenyewe. Huyu mwoaji anakosea. Tunaanzia huku kwenye kuoa. Inawezekana kwanza kama amefanikiwa kuchagua kwa vile vigezo, so kwa kweli ndoa hii siku tunaambiwa sisi tukushuhudia ndoa inakuwa kweli ni kilele tu cha jambo, lakini huku chini kuna prosesi nyingi ambazo zinafanya. Sasa asilimia kubwa watu hukiuka zote hizi. Zote hizi wanawahi hili la mwisho. Sasa tujalie kama mke alipatikana au muume kwa kufuata prosesi zote hizi, mara nyingi shida hii inakuwa haipo kabisa. Sawa. Lakini katika wakati ipo, huwa inachagizwa pia na muoaji.
mwanamke akishafikia umri wa kuolewa kiasi kwamba hata kama ni ndoa ya kwanza, pengine binti bikra, swala la kuwa ashaolewa, kuna kitu automatically kinazalika, kipo kimaumbile, kwamba kuanzia sasa mimi ni mwanamama kamili, namiliki mamlaka yangu kamili, najenga familia yangu mimi na mume wangu, sawa, mimi na mke wangu. Hiyo ipo. Adui yake ni mtu yeyote anayetengua haya mamlaka. Sasa ikiwa kijana ameoa akihakikisha kwamba mimi, uko wapi siku hizi? Nimeoa, niko pale, naishi pale na nani pale, baba mama na mimi na mke wangu, tuko watu wanne, ujue wazi kwamba umegonganisha familia kwa wakati mmoja. Huyu hatahisi kwamba yuko huru kuwa aidha, pengine inawezekana mama mkwe bado anajimudumudu, anapika, we fulani chakula hicho hapo, utajua mumeo akirudi mtakula. Kuwa kama mtoto mdogo anatengewa, anaweka kule, mumeo akirudi kazini anakula. Kitendo hichi anaona mambo haya sindio yale yale nyumbani haya, sindio yale yale, mimi naita na wenzangu, we utakula na wadogo zako hapo, na sisi tutatuwekea barazani kule. Hili mara nyingi kina mama huona linawanyang'anya uhuru wao. Au anapika mwenyewe, lakini pesa za chakula unampa mama. Ama natoka mimi tena, hizo hapo hela utamwelekeza mwanao cha kununua. Ikifikia saa 1 saa 2, mama mkwe anamwita mke wa mwanawe, tunaita mkamwanawe, mke wa mwanawe anamwita, haya, nenda gengeni, nenda sokoni, kanunue mchele, sikanunue kitu gani, kanunue hoho. Anaona kama mbona sielewi fulani ndio nyumba yangu hii. Sasa kwa kweli ukianza na msingi huu, ujue umeanza chokochoko mapema sana. Okay. Hata kama ndio umeamua wazazi wako waishi pale, kama mama anajimudu, kwa kweli apike mwenye na mumewe. La, unaona hatabu, basi hili la kutengewa chakula, utakula na mwenzio, awe anatoa chakula huyu, awaone wale ni kama watoto wake anawahudumia. Huyu mke aone wale watoto wawili wa kiume, baba mkwe na mama mkwe, anawapelekea chakula huko wanakula. Lakini sasa tatizo hutokea, baadhi ya kina mama anajua huyu anaacha 20,000 kwa mke, kama najua kila siku anamwacha 20,000 huyu, tapangia anamuuliza mwanae, wewe hivi unachaga kishingi ngapi kwa mkeo? 20,000 bibi, haitoshi. Jana katulisha dagaa, uono, sina hoho na kitu gani na kitu gani. Sasa mama anaona inakuwaje hela za mwanangu hazitumiki pasavyo, chakula cha hiki kilichotumika, we mwanangu kuna siku matembele mpaka aote ukoko tumboni, inakuwa hivi inakuwa hivi. Sasa mama huyu anajikuta pengine hata hajitambui, anaingilia ndoa ya kijana wake. Sasa hichi cha mwanamke na mwanamke pia ndio, na mimi mwanamke vile vile na haki ya kuwa na mume wangu, wewe siudishi na mumeo, mimi niliingilia kati au kuna mtu aliingilia. Inawezekana huzuka hata malumbano kati ya huyu binti mke aliolewa na mama mkwe wake. Kisa nini? Ule upamoja wakati mwingine huwa unachangia. Wakati mwingine upamoja wa makazi, wakati mwingine mume anaona ni kama jambo la fahari kuonesha anavyo mwenzi mkewe, kiasi kwamba hata matumizi ya mkewe anayajua, hata mama ilikuwa hapaswi kuyajua. Si kazi yake. Yeye kama wakupikiwa apewe chakula. Lakini sasa hutaka ajue sikukuu nimempa, lakini aweze kujiandaa na sikukuu kwa ajili yake na wadogo zake walikuja kufunga hapa nyumbani. Mama, na wewe inshallah 30 utakwenda pata kitenge na nini. Sasa vitu vya namna hii kwa kweli huwa ndio vinavyofanya vilete shida. Na kwa nini kina mama? Kwa sababu mara nyingi wale wanakuwa ni close sana, wako karibu sana na huyu mkamwana. Kama kupika pengine si ajabu akamwambia mama, hebu chagua mchicha, mimi na karanga na nini pale kidogo. Yani wanaishi nusu ya ukewenza. Sasa katika sura kama hiyo, ikiwa dini haikuimarika aidha kwa huyu mkamwana au kwa huyu mama mkwe, basi hawakawii kuleta mlipuko. Na unaweza kukuta hebu njoo baba, mimi ninachokwambia ni hivi, chagua moja.
Imamia au huyo mkeo? Kivipi mama? Nishakwambia hivyo, tumestaki maswali mengi. Ima mimi ndio maana nilikwambia kuna mama mmoja kuna mama mmoja alienda kwa mtoto wake mwanamume aliyeoa, wallahi kakirimiwa chai vitumbua 30. Wallahi billahi 30, unavyojua wewe, kaekewa kwenye bakuli kubwa, kikombe anaona kimoja pale. Habibi nyie, hivi vya kwako, sio vya kwako. Huyu ameona mimi nisije kula hapa vitumbua 30, sana nikomesha, nitia adabu huyu. 30 unavyojua wewe, kwa mama kwenye sinia vimejaa sana. Kikombe cha mbona kimoja, wale wenzangu mbona vikombe vyao havikuwekwa hapa? Kwa bana, mara nyingi wanatokea kina mama kwanza ni dini inakuwa ni hafifu, kwa sababu kama dini iko kwenye kiwango chake, utatakaje wewe mwanao huyo anavyomtenda mume, yani mkewe, na wewe ndio akutendee hivyo hivyo? Akunulie mpaka sidiria, akunulie mpaka nguo ya ndani kabisa. Hayo kwa mkewe mtu anafanya, lakini sio kwako wewe. Sasa kwa kweli mara nyingi inakuwa kwa hao, kwa sababu ndio mazingira yanawafanya wawe karibu zaidi. Na mtoto kama hana busara, hachungi siri zake na mkewe, hasa za matumizi, kwa sababu mama si wajibu wake kujua, si wajibu wake kujua, na si haki yake, maana wala si haki yake kujua. Ni vipi kwa mama, kwani imekuaje? Leo katuisha vidagaa, basi kesho utapata nyama mama, inshallah. Basi umemaliza. Sio wewe 30 mama yangu anakula mchicha usiokuwa na nazi, 30 unapeleka kwenu basi ushaharibu kila kitu. Okay. Sawa Sheikh. Tunaelekea ukingoni mwa podcast yetu hii leo. Sheikh, nilisema ututajie kisa chochote, manake ulisema athari ya kuwaridhisha ama kupata ridhaa za wazazi zinatokea duniani kabla ya akhera, yani kwa yule ambaye amewatendea wema wazazi wawili. Kuna kisa chochote ambacho labda tunaweza tukakipata? Kuna mtu ambaye labda amewahi kuwatendea wema wazazi wake mathalan, alafu akatokiwa na jambo zuri? Wallahi vituko viko vingi sana, masahaba wapo, lakini wapo hata ambao hawakuanza vizuri. Nadhani kisa cha sahaba yule aliokosa hata kutamka shahada, iliangaliwa tu shahada, mtume anatuma, hebu kama angalieni fulani, jamani hapati shahada nini, huku na huku, ikaonekana tu kwamba alikuwa na mkwaruzo yeye na mama yake mzazi, huku na huku. Mama msamehe, sema hapana, simsamehe. Kama humsamehi ataenda motoni. Sahaba wewe. Kama humsamehi ataenda motoni huyu, na aende atakijua mwenyewe. Basi kama ni hivyo, wacha tuanze naye, jamani leteni kuni tumchome moto. Basi nimemsamehi mwanangu, akafanikiwa kutamka shahada. Kisa maarufu ataja tukiwa kina Alqama na wengine hao. Lakini hata watu ambao sisi tunawajua katika maisha yetu ya kila siku, mimi na matukio ya watu wengi ninawajua, sipendi kutaja hata majina, lakini wallahi ninawajua kabisa. Baadhi ya watu wameharibikiwa vibaya. Unamkuta mama amejaaliwa watoto wengi 10 kwenda juu, lakini unakuta anaishi mtaani pale. Watoto wa mtaani tu ndio hawa wanamsaidia misaada ya kawaida. Anaweza akawa anaumwa huyu mama miezi kadhaa, asijue hata hana haja ya kumjua hali. Yani kwa kweli matukio tunayoyaishi ni mengi. Huyu mama ana watoto wanaweza kufika hata 10, huyu zaidi ya 9, anaweza kuwa anaumwa, anasumbuka. Unaweza ukakuta hawa watoto wake wanapishana vichumo. Yani uchumi unapishana. Utakuta huyu ana uchumi mkubwa kabisa wa kuingiza fedha, lakini hana baraka nazo. Hana baraka kabisa. Akifanya hivi kimetokea hivi, akifanya hivi toka hivi. Na kuna mwingine mnyonge wa uchumi, lakini ndio anainuka, anaanguka akiwa na mama yake au baba yake, lakini utakuta baraka imeenea katika nyumba yake. Unashangaa, huyu mbona ana baraka kiasi hichi? Yule kaka yake. Ni mimi binafsi nina ushuhuda wa matukio ya watu wengi ninawajua, wale walioharibikiwa kwa kuishi vibaya na wazazi wao, na wale waliotengemaa kwa kuishi vizuri na wazazi wao. Tengemaa hasa, unaona huyu kitu gani kimemnyanyua wakati uchumi wake huku ulikuwa chini kabisa. Yani kuna mtu alikuwa kwa uchumi wake wa chini, lakini alikuwa kwa kiwatendea. Naam, kabisa. Hayo matukio ya watu tunawajua.
hivi. Kwa hivyo si katika siri za mafanikio ni kuwatendea wema. Na itoshi kauli ridha Allah fi ridha alwalidain. Radhi za Allah zinaenda sambamba na radhi za wazazi wawili, na chukizo za Allah zinaenda sambamba na wazazi wawili. Wazazi wakikuchukia kwa visa vyako, sio kwamba wana visirani wao wenyewe. Kweli umefanya la kuchukiza, basi ujue na Allah ataunganisha yake humo. Subhanallah. Na watu wengi tunaona, utakuta mtu hana baraka, anapata pesa, utasikia tu kakaa na mwanamke yule kinyumba, yule kadha kadha, basi antaoa kesho kutwa, mwanamke huyu kamuibia hivi. Yuko kijana mmoja nakumbuka, mhongaji mzuri huyo, basi alimpangia chumba hawara yake kijiji kingine kabisa, sio pale kwao. Hana habari na mamake mzazi, lakini kijiji alimpangia kwingine kabisa. Akaambia, bwana, mimi siwezi kulala nyumba kama msikiti, furniture weka, viti weka, makabati weka, hivi wanaishi. Siku 3-4 bwana, siku anakuja, ndo ninavyokwendaka kwa mwanamke wangu, anakuta wenye nyumba wako pale. Vipi? Kaondoka, funguo katochia, hii hapa. Anaingia ndani, hakukuta hata uzi wa kapeti, kila kitu kimesombwa, kila kitu. Anampigia simu, na yeye aliwekeza kabisa, anasema piga, niko huko, nimeamua nishaondoka hapo. Kwani unasemaje? Una shida gani? Subhanallah. Sasa inakuwaje? Kwani mimi mkeo mpaka tupange maisha bwana? Mimi nimekustadi, nimekuona huna maana kwangu, nimeondoka. Kama una kesi na mimi nitakuitikia. Simu nipigia simu, nimeitika bwana, na tatizo. Si mkewe, si mchumba wake, si nani wake. Tena ujinga alofanya, alimpa tu hizo pesa basi akanunue kitanda, ni mtu kaandika kwa majina yake. Subhanallah. Lakini huyo hana habari na mama yake mzazi, akapigwa tukio hapa duniani. Hana habari. Subhanallah. Sawa Sheikh. Kumalizia Sheikh, ikiwa sisi tumeambiwa tuwatendee wema wazazi wetu, je, wanapofariki bado kuna haki, kuna kitu tunaweza tukawafanyia wazazi wetu ili wema kuendelea, ama ndio basi wakishafariki tumemaliza, safari yako imeisha? Yani hapo ndo unaanza upya. Haki zao ni za kudumu, wakiwa hai na afya zao ndio ule wema, na haki zao za kawaida. Ndio. Manake kwa wewe kijana na nguvu zako na uchumi wako, lakini baba bado ni kijana na nguvu zake na uchumi wake. Lakini haitoshi kwamba kwani ana shida ya kula, ule mzee umekaa hata mwaka, si salamu si maneno, haitoshi. Ndio. Lakini sasa ikitokea imekwenda, wameumwa, umewauguza, wamekufa, bado wana haki huko barzakh waliko, wanahitaji huruma yako, dua yako. Na hiyo dua ikiombwa itahesabika kama mwenyewe yuko duniani anajifanyia hiyo amali, ukimwombea dua. Waladun salih yad'u la. Kwa hivyo, na si hivyo tu, bali kwa duniani hata wale watu ambao akiishi nao baba au mama kwa utu. Kwa mfano, mama alikuwa na mwanamke mwenzake, wanaenda darasani pamoja, wanapanga mambo ya pamoja, wanaishi kwa ihsani, na mtoto una wajibu kumchukulia kama mama kwa kumtendea wema, ukaunga ile ihsani ya mama yako, na maadamu unajua ihsani yao ilikuwa katika misingi ya dini, sio ihsani yenyewe kwamba walikuwa wanafichiana siri zao dhidi ya waume zao. Hapana, ihsani ile lazima uendeleze. Sio kwa kufa mama yake mtu basi wale marafiki, ndugu wa karibu na marehemu mama yake iwe ameukata udugu ule, au uendeleze, afanyie ihsani, bali awaweke watu wale nafasi ya mama yao. Okay. Sasa Kadhalika upande huu wa baba hivyo hivyo. Wema unaofanyia wale watenda wema, kuwaombea Mwenyezi Mungu mara kwa mara, kuwatolea sadakatun jaria na za kawaida mara kwa mara. Hivi vyote ni haki zao, ni deni tunadaiwa. Yani lazima tuwe tunaendelea. Sio mtu unakaa hivi mfungo 3 ngoja nikafagie kule makaburini. Wewe ukifagia majani ya makaburini ndo anajua huko kwamba kuna mtu alikuja yuko juu kwa shimo anang'ong'oa majani. Hakuna maiti anayenufaika na kitu kama hicho. Kama makaburi yako katika miji, naam, yasafishwe ili wanaoenda kuzika wahakikishe kwamba wako salama. Sio
makaburi yanakuwa kwenye kichaka. Usikate mti kaburini, kunakuwa na kichaka, kafa mtu nataka kwenda kuchimba kaburi au kuzika, wanakumbuka nguruwe, wanyama hatari, majoka makubwa. Hapana, madamu makaburi yako jirani na mazingira ya watu, yatafanyiwa usafi kwa maana hiyo. Lakini sio usafi kwa ile itikadi ya kuwa na mfungo tatu, maiti si wanakuja majumbani kudai Idi Mbaraka, kudai sikukuu, basi watu imekuwa ni shangwe, wanafanya usafi kwenye makaburi, dua zinafanya kwa sana. Unakuwa ni msimu wa walimu. Okay. Msimu wa walimu. Kila mwalimu anaingia kila nyumba, anapewa orodha ya watu 100, watu 50 waliokufa. Kitoka pale alhamdulillah, ukipata nyumba zako 10 na ubani juu, ukipata nyumba zako 10 mashaallah, siku imetoka. Sawa sawa. Hatutaki kusema kwamba hilo la kipuuzi, sio, sija kusudia kusema hivyo, lakini nimekusudia kwamba kuna vitu ambavyo kwamba angoje kila mwaka. Ikiwezekana mtu aweke program kila siku, naombea dua, mikono kuombea wazazi wake waliomtangulia na watu wa kheri ambao anafadhila nao. Sawa sawa Sheikh. Mwisho kabisa, kwa sababu tumefikia kikomo ya kipindi hiki, nasaha zako Sheikh kwa vijana ambao wenye wazazi wao, na nasaha kwa wazazi. Kwa kweli nasaha kwa vijana ni kwamba mtoto katika maisha ya Uislamu hakui. Nikisema hakui, sio anapata utapia mlo, maana yangu kwamba mimi hapa nilipo umri huu zaidi ya miaka 70 na change juu huko ziko, lakini kama mzazi wangu angekuwa yuko hai hapa, bado nina haki ya kumsikiliza anasema nini. Akisema la maana nilitii. Tuna hadithi ya Ibn Umar maarufu ile, Ibn Umar aliacha mke kwa utaratibu ambao sio, si ndio? Na kadhia ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwita Umar, hakumwambia liamuliwe hivi, kamwambia Umar amwambie mwanawe ambaye ndio mtoa talaka, murhu falyurajiha, murhu falyurajiha, muamrishe mwanao. Mtu mzima ashaoa maisha yake na alijiamulia mwenye kuacha, ila kadhia imefika juu. Mahalu shahidi murhu, atoe amri nani? Babake ampe mwanawe na kuamuru mrejee. Mama kama baba nafaza onoma, unaoa wewe na uoa mimi. Kwa kweli katika maadili ya Uislamu tukisema mtoto hakui, maana yake sio anapata utapia mlo, lakini maana yake kwamba madam huyu ni baba, akili zake ziko timamu, busara anayo, tuna wajibu wa kuwasikiliza wazazi wetu. Wanapopatia kwa busara zao, tuwafanyie kazi. Tunapoona sasa mzee network ishaanza kupotea, muitikie, usimdogeshe wala usimdharau akaona kwamba unaona sina akili. Sio hivyo baba, tunapanga mpango, inshallah hilo jambo litafanywa kazi. Na upande wa wazazi tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunawadai change watoto wetu, lakini tumewapa. Tuhakikishe tusitegemee kupata mazuri kwa watoto wetu wakati tumezembea kuwalea. Ingawa inatokea watu wamelea vizuri watoto ikawa hawakupokea malezi, lakini pia kwa asilimia kubwa wazazi wengi karne zetu hizi tunashuhudia wanawatunza sana watoto badala ya kuwalea. Wanapata sana matunzo na sio malezi. Kutunza ni kushughulika na hii bodi. Wanapata nguo vizuri, sindano za kinga, sindano za matibabu, mafuta wanapakwa vizuri, lakini mwanadamu ni mwili na roho. Upande huu wa roho umedumazwa. Sasa unapodumazwa upande huu ndo matatizo. Tukakuza miili kweli, mtoto anakuwa na muscles zimetuna, anakujia ndo anakwambia unasemaje dingi, nimesikia eti unanita. Wewe mwenyewe namna alivyotunisha misuli humu kama ameunganisha vyuma katika mikono yake, wewe mwenyewe huna hamu ya kumwambia lile jambo unataka kumwambia. Unajua kwa hivi alivyo amepaniki, fadha nini dingi, nasikia bwana gozigozi na nini, au vipi mambo yakoje? Yani ile lugha ya kibangebange tu inakukatisha tamaa kwamba hapa siwezi kuongea. Kwa hivyo wazazi tujitahidi sana kumwomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana atupe watoto wema, hapa tunapowapata tuwalee katika maadili mema. Amin. Ili kifikia mahala tuwadai change kwamba bwana wewe kama nilikufundisha maadili, sasa huu ndo muda wake, fanya kadha fanya kadha. Lakini mtoto ukimgoja ashafikia umri wako wewe, kwa maana na yeye ashakuwa mwanamume sawa sawa,
mwanamama sawa, ndio unataka kumuonya, kumkanya, kwanza anaona umemzidi nini? Kama mwanamke unajua kwenda kila mwezi na yeye anajua kila mwezi, kumbe inakuwaga hivi kumbe mimba iko hivi kumbe ukishazaa yanatoka manyonyo, matiti yanatoka labani ile ya kufyoza, ndio hivi. Yani anakuona wewe kama pacha wake vile. Sasa kama hakuwa na dini, haoni umemzidi nini. Ndio maana mabinti wengi hawa wa mtaani wanaotutania sisi waliotuzoea, ukiambiwa na wewe kadha kadha, nasikia eti umekuta wazazi kuna wataka kuelekeze maadili, nasema wana hela zao hao zinawachemsha, hawana kazi. Wanifundishe kitu gani? Bali mimi nina mengi wao hawayajui. Subhanallah. Si unaona hivi anakuonyesha sikio lake lina hereni 3 kila upande. Unajua maana yake? Sijui mjukuu. Maana yake hiyo tunatoa service kulingana na matakwa ya mtu. Sasa hizi service hizi hawasijui wazazi wetu hizi. Sasa kwa hiyo hawana cha kutupa. Kwa hiyo tunaomba Mungu atustiri, atupe uwajibikaji katika kulea familia zetu. Ili kusudi ifikie mahala tunaweza kumwambia wewe mtoto, bwana Allah anasema kadha, Mtume Mwenyezi Mungu anasema kadha, wema waliotangulia wamefanya kadha kadha. Lakini kwa sasa tunashindwa hata kureference. Mtoto kumpeleka madrasa, unakuja kumsomea aya wala taqullahuma ufi. Wacha faza mambo yako uchawi wako, mambo ya kichawi chawi faza. Ikafie mbele uko faza au vipi? Au namna gani vipi? Asakubadilishia miondoko kama 3 4 hivi. Mwenye hamu huna. Sawa. Allah tuhifadhi. Amin. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu ama halaka yetu ya leo, ambapo tunazungumzia haki za wazazi wawili, na Sheikh ameelezea kwa undani kabisa namna gani sisi tunatakana tuishi na wazazi wetu. Akasema tuwahudumie, tuhakikishe kwamba wapo salama, na inapotokea ugomvi tujidogeshe ili wasijisikie vibaya. Mambo mingi yamezungumzwa hapa, na hata akiwa umetangulia mbele ya haki, bado sisi tunayo haki ya kuombea dua saa zote, kwa sadaka, ili iwe ni wema endelevu. Kwa hivyo safari haiishi tu pale wanapofariki, bali inaendelea mpaka wewe labda ndo utakapoondoka duniani. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika, hatojua la kufanya. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika.